kukuza nguvu ya ndani. Kukuza nguvu ya ndani ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kabla nitasoma maandiko mengi kidogo, tutapita maeneo mengi, lakini naomba niseme kwa utangulizi huu kwamba binadamu alivyoumbwa na kiumbe chochote kilivyoumbwa, kuna nguvu ya nje, kuna nguvu pia ya ndani. Kuna nguvu ya nje, kuna nguvu ya ndani. Kuna nguvu hizi za, Biblia inatumia neno damu na nyama. Kuna nguvu za damu na nyama. Kama tunavyojua, wanaume wana nguvu sana za damu na nyama. Anaweza kuinua vitu vizito, wakati wenzetu wanawake nguvu hiyo sio sana. Wanazo, lakini ukilinganisha na wanaume kulingana na misuli yao na maumbile yao yalivyo, wana nguvu zaidi. Lakini leo nataka kusema habari ya kuimarisha nguvu ya ndani. Na kwa utangulizi niseme hivi: mtu yoyote ambaye unamwona amefanikiwa kwenye maisha yote, inawezekana hata ya kimwili pia, ni ukubwa wa nguvu iliyoko ndani. Ni ukubwa wa nguvu iliyoko ndani. Na ndio maana ukipita huko duniani, nadhani unawahi kupita, kama kule kwetu tuna watu tunawaita wakinga. Tuna watu ni wanaitwa wakinga. Unaweza kukuta ana mali nyingi, siku unaonana naye hata huamini kama ni yeye. Wamejaliwa kuwa na tumbile tudogo. Tuwe kinga. Kinga. Mpango. Jamii moja. Wanatumbile tudogo kama binti yangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikutana naye, unapoambiwa ghorofa lile na lile ni ya kwake, ukimlinganisha na yeye muonekano, haviendani. Nadhani mnanipata. Haviendani. Kilichosababisha kile kifanyike kilichofanyika ni kwa sababu ya ule undani wake. Ni kwa sababu ya ile nguvu iliyoko ndani yake. Naomba nitumie mfano huu. Tunafahamu nyoka. Watu hawapendi sana kutumia mfano ya nyoka, wanafikiri nyoka ni shetani. Tulivyojengwa ni kwamba nyoka ni shetani. Nyoka ni kiumbe tu kama viumbe wengine. Nimetolewa tu mfano. Kwani watu wote ni shetani? Watu hawatumiki na shetani. Watu wanatumika zaidi na shetani hata kuliko nyoka. Kwa nyoka ni kiumbe tu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hata kipita hapo usione kama ni shetani kapita hapo, ni nyoka tu anapita. Na kwenye maisha hakuna rafiki kama nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana anasema uwe mjanja kama nyoka. Na sijui kama unaelewa kwa nini umeambiwa uwe mjanja kama nyoka. Siku nyingine nitakufundisha. Naomba nitumie mfano huu kwamba nyoka, hasa wale nyoka ambao wana sumu sana, ukimwangalia kwa umbile, unaona umbile lake ni dogo. Kwa mfano tukichukua kama yule nyoka anaitwa swila, tunatumia neno kifutu. Nikakipande tu kafupi hivi. Hakawezi kukimbia, yani hata umbo halivutii. Bwana Yesu asifiwe. Na akiona mtu, yeye huwa anainamisha kichwa chini. Hata hawezi kuinuka hivi kama nyoka wengine wale vifujo. Lakini yule nyoka
inasemekana kwamba ana uwezo wa kuua kwa mng'ato mmoja, anaweza kuua tembo kwa mng'ato mmoja, na kwa mng'ato mmoja unatosha kuua watu hata 50 kwa sumu ambayo anakuwa ameinject kwa mtu. Naelewa. Yule nyoka ni wa kawaida, lakini kinachomfanya atishe, watu wengi akikutana na nyoka na tetemeka, nywele zinasimama, anachanganyikiwa. Kama alikuwa anaelekea huko, anaweza kageuza hata njia. Anachoogopa ni ukubwa wa yule nyoka, ni umbile la yule nyoka, ni sura ya yule nyoka, ni namna anavyotembea? Hapana, ni nguvu iliyomo ndani ya yule nyoka. Ni kile kitu ambacho kiko ndani ya yule nyoka ndicho ambacho kinachotisha. Siku moja tulikuwa tunafanya maombi hapa ndani, nyoka kawa anapita huku juu. Kipindi kile tunaanza hapa kulikuwa na vituko vingi sana. Tuko kwenye maombi hapa, tumefurika vizuri, nyoka na ametokea huko anatembea. Nilipoona nisikia kama nywele zinafanya hivi. Lakini baadaye nikajitia ujasiri, nikasema sasa kama mimi mtu mzima nywele zinatembea, nikiwaambia hawa tunaoomba nao si watakumbuka huko ndani watakimbia. Nikanyamaza kimya, tukaendelea kuomba. Akaendelea na safari zake mpaka kaondoka. Hatukumuua yule nyoka. Akaendelea na safari zake akaondoka. Lakini mimi ninachotaka kusema ni kwamba yule nyoka anatisha mpaka nywele zisasimuka. Ni kwa sababu ya kitu kidogo sana kilichoko ndani. Kilicho ndani ya yule nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu ya kile kitu kilichoko ndani ya yule nyoka, wewe kwa kitu. Unajua nyoka ana tabia fulani ya ajabu sana. Unajua nyoka anaweza kaishi popote. Yati hata eneo ambalo wanyama wote wameshindwa kuishi, nyoka anaishi. Ukienda Marekani, George Washington, mji safi, nyoka wapo. Ukienda UK, sio kwamba wanawataka, sio kwamba wamefugwa. Ukienda Peru kwenye misitu minene, nyoka wapo. Hata mazingira yanayotuzunguka nyoka wapo. Ila hujawaona tu. Nyoka wapo. Sio kama mnanielewa. Hata pale nyumbani kwako nyoka wapo. Nyumbani kwako pale nyoka wapo. Lakini ukiangalia nyoka, nimesema nyoka ni kilema kuliko vilema wote. Sio kama unajua hilo. Nyoka ni kilema kuliko vilema wote uliwahi kuona. Huyo nyoka ni kilema kuliko vilema wote. Kwa nini nasema ni kilema kuliko vilema wote? Nyoka hana miguu. Nyoka hana miguu. Nyoka hana uono mzuri. Ndio mnajua. Nyoka haoni vizuri. Yana tukua pale nyoka hapo. Isipokuwa anatumia hisia za ndani. Yaani kwa mfano kanyaga hivi. Kale kishindo kama mtetemeko ndiko kanapokushtua. Lakini haoni. Nyoka hata kutafuna chakula hana uwezo wa kutafuna. Ndio maana yeye anajibezea tu, anabeza. Unanielewa? Hata kope hana. Nyoka hapepesi macho. Yaani jicho limejitokeza tu hivi. Vyote hivyo ni vilema. Nyoka hana masikio.
Mwali kuona masikio ya nyoka? Nyoka ana masikio. Yaani hata mahali pa kutolea uchafu wake wa mwilini, natumia taswira kidogo, uchafu wake mwilini. Yaani vitu vyake vina mapungufu mengi mazito. Yaani hata kama viko soniki, kwa sababu yeye ni kilema. Na ukilema wake huo ndio uliomfanya adevelop uwezo wa kuweza kuishi popote, kuweza kufanya chochote, kwa sababu ana nguvu ya ndani. Amen. Ana nini? Anasema. Na nyoka ni rafiki wa binadamu. Huwezi kunielewa kwa sababu binadamu anamuogopa nyoka na hampendi. Yaani katika viumbe ambavyo wako karibu na nyumba yako, nyoka. Yaani nyoka anaweza kukaa kwenye nyumba yako, akazaa, akataga mayai, yakazaliwa, wewe hata huna habari. Na wala hajawahi kumata mtu. Ya mayai yanatotolewa, wanaendelea kukua, wala hutaona mahali amechafua, wala miharibu, lakini anaendelea kuishi. Nyoka. Yasema nyoka. Nadhani unaanza kupata picha kwa nini umeambiwa nyoka moyo wajanja kama nini? Nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hata kwenye mazingira haya inawezekana nyoka. Inawezekana watu kwenye mtabaa wanaweza kama ametulia hapo, amejidingana ametulia. Kwa sababu kuna nyoka ambao huwa wanapenda muziki, kelele. Kwa mahali popote ambapo kuna vile ndio watu wanaimba kama nyumbani kwako pale unaomba. Maana haya lazima kae jirani. Yana jirani kabisa. Nyoka anajua ni wakati gani umetulia, anaweza kutafuta chakula chake usimwone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nadhani tunakaribia kuelewa. Amen. Lakini huyu nyoka ndio mnyama hatari. Inawezekana kuliko wanyama wote duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye nimesema kwamba anaweza kuishi popote. Jangwani nyoka wapo. Ukienda yale maeneo Antarctica kule ambapo ni barafu tu, nyoka. Ukienda kwenye maji, hata nyoka ambaye hajawahi kukutana na maji, unamkuta hapo kwenye milima ya Yudoba, mpeleke kwenye maji, anaogelea kama kawaida. Nyoka anaogelea kwenye maji kama kawaida. Nyoka. Yaani nyoka anaweza kaishi kwenye nchi kavu, anaweza kaishi majini, anaweza kaishi mashimoni chini ya ardhi. Nyoka anaishi. Nyoka hana mabawa, anaweza karuka. Hana miguu, anaweza kusimama. Nyoka anaweza kujitengeneza kwa umbo lolote. Anaweza kutengeneza kama nini kasa ile kule kijini wana kabla hajaweka chombo kizito hapa, kuna kitu anakitengeneza hivi hapa anakiweka. Nyoka anaweza kujifanya. Nyoka anaweza kujitengeneza kama fimbo kama isimame. Ukafikiri kijiti kimesimama. Nyoka. Yesu. Amen. Lakini huyu nyoka nimesema kwamba anatisha na watu wanamwogopa kwa
sababu ya nguvu iliyoko ndani mwake. Kwa sababu ya nguvu iliyoko ndani mwake. Nguvu hiyo ndio inayompa ujasiri wa kuweza pia kuishi popote. Ndio inayompa ujasiri wa kukaa popote. Nyoka anajua kabisa kwamba binadamu ni hatari kwake, lakini haogopi kuishi karibu na binadamu, kwa sababu anajua na uwezo wa kujificha. Yaani inawezekana kabisa ule unga unaotumia nyumbani, nyoka anatumia. Sababu nyoka ni mlaji wa unga. Sina maana mwanze kuogopa. Wanasifiwe. Je, inawezekana umekula miaka yote nyoka pamoja na nyoka kwenye unga? Hata ule unga unaompa mtoto uliliishi, inawezekana umekula nyoka. Wanasifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani mnaanza kuona jinsi alivyo kiumbe wa ajabu. Hana miguu, anapanda kwenye miti. Hana miguu, lakini anapanda kwenye miti. Hana mabawa, anaruka. Kuna nyoka ambao wanasema na uwezo wa kuruka hata mita 100. Anajiviringa hivi, anajifyatua mita 100, anakwenda. Na anapojifyatua na kugeuka, ana uwezo wa kukata kona huko kwa hewani. Nyoka. Bwana asifiwe. Huyu mdudu amekuwa kwenye hiyo hali ya kuweza kufanya vitu vyote kwa sababu anaongoza kuwa kilema. Kwa sababu anaongoza kuwa kilema. Kwa amedevelop ule ukilema wake kukabiliana na mazingira yote. Naomba nirudi kwenye somo langu. Nimesema namna au kukuza nguvu ya ndani. Nilikuwa najaribu kukuelekeza, kuonyesha nguvu ya ndani jinsi ilivyo. Biblia inasema si kinachomwingia mtu kinachomtia mtu unajisi, isipokuwa kinachotoka. Wanasifiwa. Mtu hanajisiki. Biblia inasema mtu hanajisiki kwa vile vinavyomwingia, ananajisika kwa vile vinavyotoka. Maana yake kwamba vilivyokaa ndani, vilivyosheheni kwenye moyo wake, vilivyosheheni kwenye ufahamu wake, ndivyo vinavyoweza kumfanya akawa najisi. Kwa sababu huko ndiko kuliko na nguvu ya huyu mtu kumwangamiza au kumfanya kawa mtu kwa maana na mtu mkubwa. Wala sio mwana. Ndio maana mafanikio ya mtu sio mwonekano, mafanikio ya mtu sio kabila, mafanikio ya mtu sio sura, mafanikio ya mtu sio rangi, mafanikio ya mtu sio urefu wala ufupi. Mafanikio ya mtu ni kile kilichoko ndani. Bwana asifiwe. Naomba nirejee kwenye maandiko machache. Naomba tuangalie Marko sura ya 7 mstari wa 20 hadi 23. Marko sura ya 7 mstari wa 20 hadi 23. Kama unaweza kusoma, naomba usome haraka haraka. Kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 20 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, akasema,
kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wivi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Amen. Angalia pia Galatia 6:8. Galatia 6:8. Kitabu cha Galatia sura ya 6 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa. Galatia 6 mstari wa 8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Rudia tena, maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Amen. Tumalizie Galatia hiyo 5 na mstari wa 22 na 22 na 23. Ili nikianza kuongea niendelee tu. Kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Asante. Nenda tena Korinto wa kwanza 12. Korinto wa kwanza 12 mstari wa 10 mpaka wa 6. Kitabu cha Wakorinto sura wa Korinto wa kwanza 12 mstari wa 4 hadi wa 6. Mstari wa 4 mpaka 6. Neno la Mungu linasema, basi pana tofauti za kalama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule, azitendaye kazi zote katika wote. Bwana asifiwe. Nimesoma maneno mengi kidogo, nitakuwa nayarejea kadri ninavyokwenda. Nimesema kwamba kukuza nguvu ya ndani, kukuza nguvu ya rohoni. Nimetoa mfano wa sumu iliyoko kwa nyoka. Ile ndio inamfanya atishe, ndio inamfanya ajiamini kuishi popote katikati ya mji, katikati ya mapori mazito ambayo yana wanyama wakubwa wa kutisha. Yeye ana uwezo wa kuishi katika miji iliyoendelea sana, bado yeye ana uwezo wa kuishi kwa sababu ya ile nguvu iliyomo ndani. Sasa Biblia inatuambia kwamba maisha tunayoishi, kinachoweza kumnajisi mtu ni kile kinachomtoka ndani. Maana yake hali ilivyo huko ndani. Amen. Na wala sio vile vilivyoko nje. Vya nje vinaweza kuingia, akivitunza vinaweza kubadilika na kuharibu,
lakini Biblia inatuambia kwamba vitu vya nje hata haviwezi kufanya chochote, kwa sababu macho yana mbingu. Usipopokea na kufanyia kazi, huingii kwenye unajisi. Amen. Sasa binadamu kama alivyo, ana nguvu hii ya nje kama nilivyosema, lakini kuna nguvu nyingine ya ndani. Na sisi kama tu watu tuliookoka, tuna nguvu ya ndani ambayo ni nguvu ya kipekee. Nguvu hii ya ndani imefunikwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana sisi tuna nguvu isiyo ya kawaida. Wanasifiwa. Kuna nguvu ndani yetu isiyo ya kawaida. Na ndio maana hata wokovu wetu, ili uweze kuupokea, lazima utoe kutoka ndani. Lazima utamke kutoka ndani. Lazima umkiri Yesu Kristo kutoka ndani. Anasema ukimkiri kwa moyo wako wote, unamkiri, unatamka kwamba Yesu Kristo ni Bwana, alikufa na akafufuka, inatoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna utu wa ndani ambao unatakiwa kukuzwa. Amen. Lakini kama Wakristo, ninaomba ili niliweke vizuri, kama Wakristo tunapokuwepo katika huduma, tunapokuwepo katika kazi, tunapokuwepo kanisani, tunayo pia mambo mengine ambayo yanaendelea ili kuweza kukamilisha huduma, ili kuweza kujenga huduma. Nimesema kuna undani wa mtu, lakini pia katika Ukristo wetu kuna mambo ambayo ni ya nje. Tumesoma ile Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 4 hadi wa 6. Mstari ile nimeisoma kwa makusudi. Biblia inasema kwamba kuna tofauti ya karama. Kuna tofauti ya karama. Bali Roho ni yeye yule. Yesu asifiwe. Bali Roho ni yeye yule. Pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Karama zinatolewa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ndio maana hapa nasema kuna tofauti ya karama, lakini Roho ni yeye yule. Mwingine amepewa pale, ukiendelea pale chini amezitaka karama kama 9. Mwingine amepewa si kufanya hivi, mwingine amepewa kutoa unabii, mwingine amepewa kufanya hivi, amepewa na kile, mwingine amepewa lakini Roho ni yeye yule. Lakini anasema kuna tofauti ya huduma. Kuna tofauti ya huduma, lakini Bwana ni yeye yule. Amen. Naomba tuende pamoja. Bwana ni yeye yule. Anaposema Bwana, ana maana Yesu. Eneo lolote kwenye Biblia unapoona Bwana, maana yake Yesu. Maana yake Bwana. Amen. Kwa hiyo kwenye mgawanyo wao ule wa utatu, Roho Mtakatifu anagawa karama. Bwana Yesu anagawa huduma. Amen. Kwa yeye anagawa huduma. Kuna zile huduma zile ambazo zinafahamika pamoja na zingine zile 5, sijui walimu, sijui nani? Msaidie wasomaji wa Biblia. Msiniachie peke yangu. Kuna walimu,